najua unaenda kuwatumia wakiwa vyombo vyako Baba, wakisimama hapa kupitia hao Jehova, hao wapendwa watabarikiwa, hao wapendwa watainuliwa, hao wapendwa watakombolewa, hao wapendwa utawapanulia mipaka katika jina la Yesu Kristo. Baba, hata mnenaji wa neno wamuweka mikononi mwako kupitia neno la leo. Tuko na imani ya kwamba litabadilisha Baba maisha ya kila mmoja kupitia neno la leo. Litarekebisha mtu mahali kupitia neno la leo, litafundisha mtu mahali kupitia neno la leo. Baba, kuna jambo litafanya kwa maana neno lako ni neno ambalo liko hai na liko na nguvu. Katika jina la Yesu Baba tumeomba hata na kuamini. Amen. Asanteni sana wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji. Kwa hivyo wakati ni wakati wa introduction. Nitampatia mchungaji aliye mkono wangu wa kushoto, Reverend Murithi, atusalimie, alafu Reverend Madhenge atatupatia neno la Bwana. Karibuni sana. Asante sana Reverend. Mungu akubariki, akutende mazuri kwa kututangulisha vizuri, na tunasema ni asante. Ningependa kuwasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Natumai mwazima na Kristo mwana Mungu amewalinda mahali mulipo na amewatenda mazuri. Siku ya 13 ya mwezi wa 3 twazidi kuona wema wa Bwana na hata baraka za Bwana. Kwa hivyo wote tuwakaribisha mahali mulipo. Karibuni sana, tuandamane pamoja. Kuna kitu Mungu ameandaa leo kwa sababu yako, kwa sababu yangu. Kwa hivyo tega masikio, ukiwa kwa kazini, ukiwa kwa biashara, ukiwa unatembea, popote pale, karibuni sana, tuandamane pamoja. Ukiwa hapa Kenya, ukiwa kule ng'ambo, tumekukaribisha. Tuende pamoja na Mungu wa uzima wa milele atawabariki, atawatenda mambo mazuri. Karibu sana Reverend, uweze kuendelea. Asante sana, nashukuru sana watumishi wa Mungu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ya hii nafasi ambayo ameweza kunijalia Ijumaa nyingine kuweza kuleta neno lake. Sio jambo la kawaida. Ninashukuru sana. Pia tunashukuru baba yetu Bishop Edward Mwai kwa sababu ya kutuaminia huo wakati. Mungu uzima ambariki, pamoja na Apostle Teacher Agnes na watumishi wengine ambao hawako upande huu wa kamera, lakini mahali ambapo walipo, Mungu wabariki na awazidi kuwainua. Pia tunashukuru Mungu kwa sababu yako mtazamaji na msikilizaji mahali popote ulipo. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kutubariki asubuhi njema. Bila kupoteza muda, ningependa tuingie katika neno la Mwenyezi Mungu kutoka kitabu cha Exodus chapter number 24, ama kitabu cha Kutoka mlango au sura ni wa 24. Nianzie hapo mstari wa kwanza na tutasoma hadi hapo mstari wa 11, na Mungu najua atatubariki sana. Neno la Mungu linasema hivi: Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, njoni kwangu. Nimesema ni Exodus chapter 24 from verse 1 to verse 11. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, njoni kwangu, wewe, Aroni, Nadabu na Abihu, pamoja na wazee 70 wa Israeli, mniabudu kwa mbali. Wewe Mose peke yako ndiwe utakaye nikaribia, lakini wengine wasije karibu, na Waisraeli wasipande mlima pamoja nawe. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose akaenda na kuwaambia watu wote maneno ya maagizo yote Mwenyezi Mungu aliyomwambia. Watu wote wakajibu kwa sauti moja, mambo yote aliyosema Mwenyezi Mungu tutafanya. Haleluya. Haleluya. Mose akayaandika maagizo yote ambayo Mwenyezi Mungu alimpa. Kisha akaamka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na kusimamisha nguzo 12 kulingana na idadi ya makabila 12 ya Israeli. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaendelea tukisoma hapo kwa upole.
Neno la Mungu mahali tumesoma asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, ndio, na wewe ambaye unatufuata mahali popote ulipo, yes, nimekuja na ujumbe wa kukuambia kwamba you will see God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja na ujumbe wa kusema you will see God. Amen. Utamuona Mwenyezi Mungu. Yes. Mahali tumesoma mtumishi wa Mungu ambaye aliitwa Mose. Huyu Mose ni yule ambaye kwa ufupi sana alikutana na Mungu katika mlima huo huo wa Sinai akichunga kondoo za baba ya bibi yake ambaye aliitwa Jethro. Na mahali pale akaona ya kwamba kuna kichaka ambacho kinawaka moto lakini haichomeki. Yes. Na akaweza kukutana na Mungu, na huyo Mungu wa Israeli akamtuma kwa Waisraeli, akamwambia enda na utaweza kuwaondoa katika nchi ya Misri. Na Mose akafanya ile kazi Mwenyezi Mungu alimuaminia. Na alienda, haikuwa rahisi kuwaondoa pale, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu akaweza kukomboa wana wa Mungu wa Israeli. Na sasa safari walishaanza, wametoka Misri, tayari wameshavuka bahari ya Shamu. Na sasa katika kitabu cha Kutoka mlango wa 24, yes, Mose ametembea na Israeli kwa muda sasa. Yes. Muda umepita, miezi kadhaa imepita. Wamepita kutoka wakati walitoka Misri. Na walikuwa katika safari ambapo Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa anawaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyo Mungu akawaongoza na alikuwa anawaelekeza kupitia mtumishi wake Mose. Yes. Na Mose akiwa kiongozi wao, yes, alikuwa anawaeleza yale yote Mwenyezi Mungu anawaambia. Na ninafurahishwa na hilo kwa sababu walitembea kupitia upendo wa Mungu ambao alikuwa amedhihirisha kwao. Na Mose vile alikuwa anasikia sauti ya Mwenyezi Mungu, anakuja anawaambia Mwenyezi Mungu amesema hivi na vile. Sasa katika sura ya 24, Mose ameshaongoza Waisraeli. Mwenyezi Mungu amewajalia neema. Yes. Ametembea na wao kwa upendo wake. Yes. Tayari katika hali ya uongozi hata wazee 70 wamechaguliwa. Mose aweze kurahisishiwa kazi yake. Wanaendelea katika safari. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba bado hawakukuwa wamefika mlima Sinai. Lakini katika mlango wa 24 ndipo sasa Waisraeli wamefika katika mlima wa Sinai. Ndio mara ya kwanza Waisraeli kutoka watoke Misri. Yes. Wamerudi katika ile njia ambayo Mungu aliwaongoza. Sasa ni mara yao ya kwanza kufika katika mlima wa Sinai. Yes. Mahali ambapo Mungu wa Mose alikutana na Mose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose akawaelekeza na akawarudisha kwa yule Mungu aliyekutana na yeye. Yule Mungu ambaye alimtuma kwa Farao. Yes. Yule Mungu alimhakikishia ya kwamba utaweza kuwaokoa. Sasa huyo Mungu ndiye Mose ameleta Waisraeli wapatane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Mungu wa Mose akutane na Waisraeli. Yule Mungu amekuwa akiongea na Mose. Yule Mungu amekuwa akiambia Waisraeli Mungu ambaye anaitwa mimi ndiye. Sasa huyo Mungu akutane na yeye katika mlima wa Sinai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose alikuwa akiwaeleza kuhusu Mungu. Lakini sasa wakaribia huyu Mungu mahali Mose alikutana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isikuwe tu ya kwamba ni maneno Mose alikuwa anawaambia. Wakutane katika ule mlima Mose alikutana na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikwambia mpendwa, ni vizuri mahali ambapo ulikutana na Mwenyezi Mungu, mahali Mungu alishuka na ukasikia sauti yake. Mahali Mungu alikunenea na maisha yako yakapata mwelekeo. Yes. Ni vizuri mahali pale ukaweza kurudi. Maana Mose alikutana na Mungu katika mlima wa Sinai. Na hapo alikutana na Mungu, ndipo sasa ameenda safari kwa usalama. Na Mungu amemtoa na usalama. Sasa Mose amerudi mahali pale alikutana na Jehova. Waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hawakupitishwa njia za kando na mikato. Hawakupelekwa mahali pengine. Hawakupingizwa katika barabara zingine. Ni mahali Mose alikutana na Mungu. Hapo ndipo Mungu anataka urudi. Hapo ndipo Mungu anataka msemezane tena. Mahali Mungu alikutokezea. Mahali uliona maono ya Mungu. Mahali ambapo kama vile Yakobo
Yakobo aliona maono ya Mungu. Yes. Na akarudi pale Betheli. Sasa naye Mose amerudi Sinai. Mahali alikutana na Mwenyezi Mungu. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turudi mahali tulikutana na Mungu. Turudi mahali ulinenewa na ukaona Mungu. Oh, yes. Mahali uliona maono ya Mungu. Dio. Mahali ulitabiriwa ama uliombewa. Apo. Na maisha yako yalikuwa yamefungana. Dio. Haukuwa na mbele, haukuwa na nyuma. Lakini wakati Mungu alishuka mahali pale katika hiyo madhabahu, yes. Ukaona Mwenyezi Mungu. Dio. Maisha yako yalikuwa yamefungwa yakafunguliwa. Yes. Haukukuwa na mbele wala nyuma, mwelekeo ukapatikana. Dio. Sasa ni wakati wa kurudi. Wakati wa kurejea. Mose amerudisha Waisraeli wote. Kikundi chote cha Israeli. Yes. Watu ambao walikuwa wengi sana. Wakuje mahali alikutana na Jehova. Katika mlima wa Sinai. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Milima ilikuwa ni aina nyingi. Kulikuwa na milima ya aina nyingi hayo maeneo. Yes. Lakini Mose hakukosea njia. Aliongozwa na Roho wa Bwana. Katika mlima wa Sinai. Kama ulikutana na Mungu Sinai, rudi katika Sinai. Kama ulikutana na Mungu Betheli, rudi katika Betheli. Kama ulikutana na Mungu kwa PCA, kama ulikutana na Mungu Kianglikana, kama ulikutana na Mungu Pefa, ulikutana na Mungu KAG, ulikutana na Mungu Deliverance, ulikutana na Mungu kule ulikutana. Kama ulikutana na Mungu mahali ulikutana na yeye, hapo ndipo Mungu anataka urudi, my brother, my sister. Bwana Yesu asifiwe. Mose akawaongoza, akawaleta katika mlima wa Sinai. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wamerudi katika mlima, na wametulia mahali pale, Mwenyezi Mungu alikuwa amenawangojea. Yes. Alikuwa anawasubiri. Na sasa wamefika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Napendezwa na maneno ambayo Mwenyezi Mungu anaambia Mose. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose ya kwamba ninataka wewe, ndugu yako Aroni, na Nadabu, Abihu na mwingine. Hao walikuwa ni watoto wa Aroni. Yes. Pamoja na watumishi wa wazee 70. Muweze kujiandaa mkuje katika mlima. Mkutane pamoja na mimi. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Waisraeli wasithubutu kupanda mlima. Haleluya. Kuna mtu najua ya kwamba katika maisha yako pengine kuna mahali ambapo umefika, lakini kumekuwa na mipaka imewekwa. Kuna mahali ambapo unajaribu kufikia, lakini kuna mipaka imekuwa ikiwekwa. Lakini nimekuja kukuambia siku ya leo, Mose na wale wazee wakaambiwa, nyinyi mtanikaribia. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia my brother, my sister, inaweza kuwa ulikuwa mshirika ama umekuwa mfuasi, umekuwa Mkristo ambaye umekuwa mbali na Jehova. Waisraeli waliwekwa mbali kidogo, wakachorewa na Mwenyezi Mungu. Hata kama mmefika Sinai, ya kwamba ni Mose na hawa wazee watakao nikaribia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawa ndio nimechagua. Inaweza kuwa my brother, my sister, umekuwa mtu wa mbali. Umekuwa ukienda kanisani, lakini umekuwa mbali na Jehova. Umekuwa ukiingia kwa madhabahu, lakini uwepo wa Jehova umekuwa mbali na wewe. Roho ambaye anashuka kwa hiyo madhabahu amekuwa mbali na wewe. Uwepo wa Kristo unaposhuka kwa hiyo madhabahu umekuwa mbali na wewe. Nimekuja kukuambia leo, hiyo mipaka kwa huruma za Bwana. Mose akaambiwa ya kwamba wewe, Nadabu, Aroni na Abihu pamoja na wale wazee, nyinyi nimewajalia huruma, mtanikaribia. Kuna mtu ambaye mwezi huu wa 3 unakaribia Jehova, kuna neema itashuka. Wewe ambaye umekuwa mbali na yeye, kuna huruma za Bwana zinaenda kukuleta karibu na huyu Jehova. Hautamuona tu, hautahisi tu, hautasikia tu kuna Jehova. Macho yako yatamuona. Kusikia umesikia ya kwamba Mungu huwa anaponya. Hata umesoma na umeambiwa, hata uko na historia, unajua katika Ukristo Yesu anaweza. Umesikia hizo habari, lakini haujamuona. Nakwambia kuna huruma zinashuka mwezi huu, zinashuka juu ya wewe mama, wewe ambaye umefungwa, wewe ambaye uko hapo kwa hospitali, wewe ambaye uko kwa gereza, wewe ambaye uko mahali ulipo.
hauna msaada. Bwana Yesu asifiwe. Mose na wale wazee wakaambiwa na Jehova, mimi nimewajalia huruma, mtaweza kunikaribia. Haleluya. Napendezwa na huyu Mungu ambaye kwa Mose hakumwekea mipaka. Kwa Mose hakumwekea mipaka. Kuna mtu ambaye mipaka inaondolewa. Kuna mtu ambaye anajua Jehova lakini hajamuona, kwa sababu kumekuwa na mipaka umewekewa. Lakini siku ya leo kwa neema ya Jehova, kwa neema ya Kristo, hiyo mipaka sauti ya Bwana na kuondolea, inaondoa hiyo mipaka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waisraeli, Mungu akaweka utofauti katikati yao na watumishi wa Bwana. Kuna mtu ambaye anawekewa utofauti. Kuna mtu ambaye utofauti unashuka sasa. Kutakuwa na utofauti katikati yako na huyo mwingine. There will be a difference. A difference. Kutakuwa na utofauti katikati yako na hao wengine. Nasema utofauti utapatikana sasa. Utakuwa na level, utainuliwa. Kuna level utatembea. Kuna level unainuliwa. Kuna level. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wamefika Sinai, lakini Sinai ni mahali ambapo walio na level ya hali ya juu. Inajulikana ya kwamba Mose hayuko level moja na watu wengine, ya kwamba Mose ako level tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Nasema leo kuna Mungu ambaye anakutoa hiyo level ya watu wa kawaida, hiyo level ya kulaaniwa, hiyo level ya kurogwa, hiyo level ya kugonjeka, hiyo level ya magonjwa. Kuna mtu anaondolewa hiyo level ya kufungwa. Kuna mtu anaondolewa hiyo level ya kuota ndoto mbaya. Kuna mtu anaondolewa katikati ya wengine. Kuna mtu anatolewa katikati ya familia yao. Mose anainuliwa, anainuliwa. Haleluya. Mbele ya watu wote wamefika Sinai. Lakini sauti ya Bwana imeshuka na kusema ya kwamba Mose na wale wazee wapande kwa mlima. Haleluya. Mose akaambiwa, wewe Aroni na watoto wake na wazee 70 mtakaribia kwa mlima. Lakini hata mkipanda mlima, hao wazee ndugu yako Aroni na watoto wa Aroni watafika level fulani, wabakie nyuma. Wewe ndiye utasongea unikaribie. Haleluya. Napendezwa na huyu Mungu. Ninaomba siku ya leo, my brother, my sister, hiyo sauti ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni la ukweli, ya kwamba wewe ya mahali ambapo haungefika leo, kwa neema na upendo wa Jehova, nakwambia Mwenyezi Mungu akatoa Mose katikati ya watu wengine wote, akamtofautisha, akaleta upendo wake juu ya Mose. Hata kama ndugu yake watoka nitoke, hata kama ni wa familia moja, lakini ikifika kwa Mwenyezi Mungu kuna huruma za Bwana, kuna upendo wa Jehova, kuna utofauti wa Bwana uko juu ya Mose. Haleluya. Nakwambia siku ya leo, my brother, siku ya leo, my sister, kuna mtu ambaye ataondolewa. Wakati wengine wanawekewa mipaka, wengine wakiambiwa fika hapo. Nakwambia Mose anaambiwa wewe nikaribie tu, wewe kuja karibu na mimi, wewe songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu ambazo zitakunyanyua, my sister. Kuna kibali ambayo inaenda kukuinua. Haleluya. Waisraeli wote waliona Mose akiondoka, wao wameambiwa wabaki. Mipaka imewekwa, msikaribie mlima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mose na wazee wapande mlima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye anatolewa katikati hata ya familia yenu. Kuna mtu ambaye anachaguliwa katikati ya kijiji. Kuna mtu ambaye wengine wakiwekewa mipaka, wewe mipaka inaondolewa. Kuna mtu ambaye haleluya, haleluya, anafunguliwa leo. Utamuona Yesu, utamuona Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona
Nasema utamuona. You will see God. Utamuona Jehova ukiondolewa katikati ya wengine, ukiondolewa katikati ya uchawi, ukiondolewa katikati ya kifo, ukiondolewa kwa hayo mashimo, ukiondolewa katikati ya laana, ukiondolewa katika hiyo vita, ukiondolewa katikati ya giza, ukiondolewa katikati ya wengine, utamuona Bwana. You will see God. Nasema utamuona. Utamuona mchana peupe, utamuona Bwana. Haleluya. Utamuona. Watamuona. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamepanda mlima. Ndio. Lakini Mungu analeta utofauti. Wazee wapande 70. Ndio. Aroni na watoto wake 3. Yes. Na Mose. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Lakini Mwenyezi Mungu akasema, wewe Mose ndiye utanikaribia. Wewe ndiye utanikaribia. Haleluya. Nashukuru Mungu. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaondolewa mipaka. Unajua kuna mipaka huwa inawekwa. Hata kuna ofisi ukienda unaulizwa wewe ni nani? Kuna ofisi lazima ukuwe na jina, ukuwe na cheo ndiposa uingie. Unaulizwa na askari ambaye analinda mahali pale, wewe ni nani? Cheo chako ni gani? Umetumwa na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mipaka ambayo unawekewa. Lakini nakwambia kama vile Mose aliondolewa mipaka. Haleluya. Siku ya leo kuna mtu ambaye anaondolewa mipaka. Hiyo mipaka inaondolewa sasa. Mahali haungeingia, sauti ya Bwana inasema pita. Mahali ambapo uliwekewa milango ukafungiwa, mahali ambapo haujakubalika, sauti ya Bwana inasema pita. Inasema endelea mbele. Kuna sauti ambayo inaondoa vizuizi vyote. Kuna sauti ya Bwana inaondoa vikwazo vyote. My God. Kuna mtu ambaye anaondolewa. Hiyo milango imekufungia. Hiyo milango kuna watu wanasema hautaingia, lakini sauti ya Jehova na Yesu inatangaza leo ya kwamba wewe endelea. Hakuna kitu kitakuzuia. Hakuna mtu atasimama. Bwana Yesu. Haleluya. Kuna mtu ambaye anaingia mahali angeingia. Kuna kiwango unaingizwa na Jehova. Haleluya. Kuna mahali unaenda kufika. Najua haitakuwa rahisi, lakini my brother, jitie nguvu, maana kuna level unapelekwa. Hata kama umepigwa, umedharauliwa, umetukanwa, umetengwa, nakwambia utamuona Mungu. Utamuona. You will see God. Nasema sasa unaingizwa kiwango cha kumuona. Kiwango. Hawa wazee waliokuwa na Mose walikuwa wanasikia habari za Mungu. Walikuwa wanasikia. Sasa Mose anawapeleka. Anawasukuma. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anawapeleka. Waone huyo Mungu. Waone. Sasa sio kusikia. Hapana. Sio ripoti waletewe. Hapana. Waende na Mose. Mose awatambulishe kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Mose awafikishe hiyo level. Ndio. Sio tu ya kuambiwa macho yako yaone. Bwana Yesu asifiwe. Ukuwe na ushuhuda. Haleluya. Nasema siku ya leo ati Mose akawaambia, nyinyi mmejaliwa kibali ya kwamba nyinyi pamoja na mimi tutaenda tumuone Bwana. Haleluya. Katikati ya watu wengine. Hiyo kibali na ishuke juu yako. Hiyo favor itembee na wewe siku ya leo. Haleluya. Wazee ambao walikuwa wanaambiwa kuhusu Mungu. Sasa wapande mlima, wakutane na huyu Mungu, wakutane naye, wamuone sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Mungu anaenda kufanya siku ya leo. Anaenda kukuondoa hiyo level ambayo haungemuona, level ambayo ulikuwa unatumaniwa, level ambayo ulikuwa unashindwa, level ambayo haukuwa unapata msaada. Lakini siku ya leo, my sister, my brother ambaye unasikiliza, Mungu anaenda kukuondoa
kukuondoa katika hiyo level, akuingize level nyingine, akuingize level nyingine ambapo macho yako yatamuona. Hawakukuwa wanapelekwa mahali pale wakae tu na watulie. Wanaenda kukutana na Mungu, wanaenda kwa hiyo mlima. Sio malaika. Huyu Mungu Mose alituma. Huyu Mungu Mose uongelesha. Huyu Mungu Mose alisababisha awatoe kwa Farao. Huyu Mungu alibadilisha maji kuwa damu. Huyu Mungu alifungua barabara ya bahari ya Shamu. That is the God wanaenda kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Nasema itakuwa ni furaha kwako wakati macho yako yatamuona Bwana. Itakuwa ni furaha kwako wakati utamuona Yesu. Utamuona my sister. Nasema this time utamuona. This time round utamuona. Najua umekosea mara nyingi. Najua umepotoshwa na marafiki. Najua kuna watu wamekukosesha njia. Kuna watu wamefunga njia zako. Kuna watu wamefunika maisha yako. Lakini ninakwambia Mose akawaambia ya kwamba wakati huu lazima mtamuona Bwana. Lazima mtamuona yule Mungu wa Israeli. Unapanda mkamuone. Unapanda mkutane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nasema wakati huu kuna nguvu za Bwana. Kuna kibali cha Bwana kinaondoa watu ambao wamejinyenyekesha, wamejikosa mbele ya Mungu. Waende wakutane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wazee pamoja na Aroni wapande mlima, wakutane na Mungu. Watu ambao hawajaimuona Mungu, lakini mwaka huu watamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawajaiona Mungu, hawajaiona Mungu. Haleluya. Najua umesikia kuhusu Mungu, lakini huu mwaka utamuona huyu Mungu. Uone utamu wake. Uone vile Mungu alivyo. Ujue vile Mungu anakaa. Uone baraka za Mungu. Uone umbo ya Mungu. Uone furaha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mose akapanda mlima pamoja na wazee. Mungu akawaambia mtapanda. Na nyinyi mtanikaribia. Wale wengine wabaki nyuma. Mipaka imewekwa. Kuna watu wanabaki nyuma. Wewe ukisonga mbele. Unajua Mungu anajua hesabu. Ukiona unainuliwa, kuna mtu anashushwa. Ukiona unaishi, kuna mtu anaondolewa. Ukiona unatembea, kuna mtu anakuwa kiwete. Ukiona umeinuliwa, kuna mtu anashushwa. Ukipata promotion, kuna mtu anaangushwa. Ukiona unaona, kuna mtu anafungwa. Haleluya. Mungu akikupatia kibali, kuna mtu mahali fulani Jehova anashughulikia, anamuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kiposa Mose wasonge mbele, lazima wengine wabaki nyuma. Waone utukufu wa Mungu. Waone Mungu vile huwa anatenda. Kwa sababu kuna wale wamekuwa na shaka na huyu Mungu wako. Wanaona kama Mungu wako hayuko. Kuna watu wanadharau Mungu wako. Ndiposa sio wote walipanda mlima. Kwa sababu kuna wengine walikuwa bado wako na shaka. Kuna wengine bado wanasema huyu Mungu wa Mose ni kama yuko ni kama hayuko. Kuna watu bado wanadharau mafuta ya Mose. Sasa hao watu wabaki nyuma. Waone Mose akipanda. Waone Musa akiinuliwa. Waone utukufu wa Mungu. Waone nguvu za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu unapoinuliwa, kuna watu ambao wataona uso wa Mungu uking'aa juu ya maisha yako. Wataona utukufu wa Mungu ukitembea pamoja na wewe. Wataona kibali ya Mungu ikifunika maisha yako. Lazima wabaki nyuma. Hamtaenda nyinyi wote. Wewe ndiye unachomoka. Wewe ndiye unachomolewa. Wewe ndiye unainuliwa. Wengine wabaki nyuma. Haleluya. Wengine wabaki nyuma. Wewe uinuliwe. Wengine wabaki nyuma. Wewe usonge mbele. Wengine wabaki nyuma. Wewe ubarikiwe. Haleluya. Wow. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima wengine wabaki nyuma. Mose akiinuliwa. Mose akiinuliwa. Mbele yao. Wanamuona. Akipanda. Yule walikuwa na mudharau. Yule walikuwa nasema ya kwamba huyo Mose anatuambia tu maneno. Lakini tunataka tuone hata sisi Mungu akitenda. Mungu akawaambia kujeni karibu. Lakini nyinyi mtabaki. Mtu wangu Mose anikaribie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee kusoma hapo mstari wa 5.
Kisha akawatuma vijana na Waisraeli ndio wamtolee Mwenyezi Mungu sadaka za kuteketezwa, na kumchinjia sadaka za amani za ng'ombe. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mose akachota nusu ya damu ndio ya wanyama hao na kuweka katika mabirika. Ndio. Na nusu nyingine akairishia ile madhabahu. Ndio. Akairashia. Kisha akachukua kitabu cha agano la Mwenyezi Mungu. Ndio. Akisoma mbele ya watu. Nao wakasema, hayo yote aliyoyasema Mwenyezi Mungu tutayafanya, nasi tutakuwa watiifu. Ndio. Mose akaichukua ile damu na kuwanyunyizia watu. Akisema, hii ndiyo damu ya agano ambalo Mwenyezi Mungu amelifanya nanyi kufuatana na maneno haya yote. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema kuna mtu ambaye anaingizwa katika agano jipya. Ndio. Kuna mtu anaingizwa katika agano la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Waisraeli walikuwa wametoka Misri. Ndio. Na Misri kulikuwa ni mahali pa maagano mbalimbali. Walikuwa wamejichanganya na uchawi. Na ndiposa hata wakati Mose ametumwa na Mwenyezi Mungu aende pale kufanya zile ishara 10. Wakati anaangusha fimbo, wachawi wa Farao wanatokea. Wakati anafanya ishara nyingine, wachawi wa Farao wanatokea. Wakati Mose anafanya nyingine, wachawi wa Farao wanatokea. Lakini Mwenyezi Mungu akaleta utofauti. Kwa hivyo Misri ilikuwa ni mahali ambapo kulikuwa na madhabahu za kigeni. Kulikuwa na madhabahu ambayo sio ya Mwenyezi Mungu. Sasa Waisraeli wamefika katika mlima wa Bwana, na kabla wasonge na huyu Mwenyezi Mungu, lazima waingizwe katika agano la Mwenyezi Mungu. Lazima waondolewe kwa maagano ya kifamilia. Waondolewe kwa maagano ya Misri. Waondolewe kwa maagano huwa yanawafunga. Waingizwe katika agano la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wapelekwe, wakumbatie, wapatanishwe na agano la Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Waondolewe kwa misingi mibaya. Waanze kutengenezwa katika msingi wa Jehova. Waanze kutengenezwa, waanze kupatanishwa na huyu Mungu. Maana agano ni kumaanisha ya kwamba wao na Jehova wataanza kutembea pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye anatolewa kwa maagano ya kwao, anaingizwa kwa agano la Jehova. Kuna mtu ambaye kuna mambo ya kwenu yamekuwa yakikufuata. Ukijaribu kuenda mbele, kuna sauti za kwenu zinaongea. Kuna watu walikutangulia, walikuwa wamejichanganya na madhabahu za kigeni. Walikuwa wameingia kwa makubaliano na mikataba na mambo ya uganga na uchawi. Na kwa sababu ya hayo maagano, maisha yako yamekuwa ya kurudi nyuma ya umaskini. Lakini siku ya leo kuna Mungu ambaye anakuondoa katika hayo maagano. Kuna Jehova ambaye anakutoa katika maagano ya kiuchawi, maagano ya nyumbani, maagano ambayo yamekuwa yakifunga maisha yako, hata watoto wako, hata kazi ya mikono yako. Kuna watu ambao wamekuwa na covenant zinakuwa zikiwasumbua. Kuna mtu ambaye amekuwa akisumbuliwa kwa maagano ya nyumbani. Hata ukijaribu kufanya lolote inashindikana. Lakini siku ya leo kuja kukuambia ya kwamba unatenganishwa na hayo maagano, unatolewa hayo maagano, maagano ya kifamilia, maagano ya kinyumbani, maagano ya mababu, unatolewa, unaondolewa. Neno la Bwana limetuongelesha. Nasema leo kuna watu ambao wanaondolewa kutoka maagano ya kinyumbani, maagano ya mahali ulikuwa, mahali ulikanyaga, mahali ulilala, ukaingizwa kwa maagano machafu. Haleluya. Kuna watu ambao wanatolewa kwa maagano ya majini, maagano ya devil worshippers, maagano ya mahali ambapo uliishi, lakini kulikuwa na watu ambao wamejichanganya wakakutupia maagano mabaya. Haleluya. Nasema today naondolewa kwa maagano. The covenant zimekuwa zinakufunga, zinakuzuia. Ukijaribu kupata mtu, kuna agano linakufunga. Lakini leo hayo maagano yanavunjika. Maagano yanavunjika. Every covenant ya kishetani inavunjika.
ivunjika kwa sauti ya neno la Bwana. Siku ya leo kuna watu ambao wanatenganishwa. Kuna upanga wa Jehova unavunja hiyo maagano. Hayo maagano yanakuachilia. Maagano yanafuata watoto wako. Maagano yanafuata afya yako, kazi yako, masomo yako, nyota yako, anga yako, kazi zako. Maagano unatenganishwa na maagano ya watu unajua na wale haujui. Kuna Jehova anakutenganisha right now. Inatendeka kwa ulimwengu wa kiroho. Kuna upanga unakatakata, unatoa hayo maagano yanakusumbua. Ukilala kuna watu wanakutembelea. That covenant inavunjwa. Haleluya. Sema leo kuna watu ambao wanatolewa kwa maagano na waingizwe kwa agano la Jehova, waingizwe kwa agano la Yesu Kristo. Unatolewa na unaingizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatolewa kwa maagano ya kuzimu, uingizwe kwa ya Jehova. Haleluya. Neno la Mungu linaendelea kusema hapo ya kwamba kisha akachukua kitabu cha agano na Mwenyezi Mungu, akisoma mbele ya watu, nao wakasema, hayo yote aliyoyasema Mwenyezi Mungu tutayafanya, nasi tutakuwa watiifu. Mose akaichukua ile damu na kuwanyunyizia watu, akisema, hii ndiyo damu ya agano ambalo Mwenyezi Mungu amelifanya nanyi kufuatana na maneno haya yote. Mstari wa 9. Kisha Mose, Aroni, Nadabu na Abihu na wazee 70 wa Israeli wakapanda mlimani. Mstari wa 10 unasema wakapanda mlimani, wakamuona Mungu wa Israeli. Haleluya. Amen. Chini ya miguu ya Mwenyezi Mungu kulikuwa na kitu kama sakafu ya mawe ya johari ya rangi ya samawati. Haleluya. Hawa watu nimekwambia my brother, my sister, haujawahi ona Mungu. Haujawahi ona Mungu. Nimekwambia sio mazingaombwe. Hawakukuwa wanaenda kuona hii wingu. Sio wingu ya Mungu wanaona. Wanaenda kukutana na Jehova. Na walipopanda na Mose, macho yao yakaona umbo ya Mungu, kitu haijawahi onekana. Wakaona ya kwamba chini ya miguu ya Mungu kuna kitu kinametameta. Kuna urembo fulani uko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona ya kwamba chini ya miguu ya Mwenyezi Mungu kuna kitu ambacho kinametameta. Kuna uzuri, kuna kitu fulani cha kuvutia macho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaenda wakaona umbo ya Mungu. Wakaona chini ya miguu. Haleluya. Nimeomba mwezi huu na mwaka huu, huyu Mungu ajifunue kwetu. Uone Mwenyezi Mungu. Uone umbo ya Mwenyezi Mungu. Uone vile Mwenyezi Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Sio mbinguni walipelekwa. Hawakupelekwa kwa maono. Sio usingizi wamelala. Ni live. Wanaona chini ya miguu yake. Kwa hivyo waliona miguu. Ndiposa waone chini ya miguu. Waliona miguu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema siku ya leo, huyu Mwenyezi Mungu aliyewatunuku hiyo huruma, hata wewe ambaye unafuatilia siku ya leo, ya kwamba siku ya leo macho yako uweze kumuona Jehova, uweze kumuona. Haleluya. Hawa wazee wakamuona Mungu wa Israeli. Biblia inasema wakamuona. Haleluya. Mchana. Sio kumsikia. Macho yakamuona. Sio kuambiliwa. Macho yakamuona. Sio ndoto. Sio kuambiliwa. Sio kutabiriwa. Sio kuletewa ujumbe. Sio kutumaniwa. Wao wenyewe wakamuona Yesu. Wakamuona Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaona utukufu wa Bwana. Wakamuona katika mlima Sinai. Wakamuona vile Jehova anametameta utukufu wake. Wakaiona. Wakaona vile miguu ya Mwenyezi Mungu imejazwa na utukufu. Wakamuona utukufu wa Bwana.
wa Jehova wakaona urembo wa Jehova, wakaona wema wa Jehova, wakaona haleluya huyu Mungu, wakaona na macho yake. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wazee katikati ya wengine wakainuliwa level ya kuona Jehova, level ya kuona Mungu. Haleluya. Nasema leo kupitia hili neno kuna watu wanainuliwa level ya kuona Mungu, level ya kuona Jehova. My God, sio kulala na kuota, sio kulala na maono, sio kulala na kutumaniwa. Macho yako asubuhi na mapema saa 6 wakati jua inawaka. Bwana Yesu asifiwe. Umuone Yesu, umuone Mungu. Haleluya. Hao wazee wakamuona Mungu, wakamuona katikati ya kitabu cha Bwana. Watu wachache waliomuona Mungu ni Mose. Hao wazee, kama kuna watu kwa Biblia watu wachache walimuona Mungu ni Mose na hao wazee. Nimekuombea hakuna mtu mwingine kwa familia yenu, kwa kijiji chenu, kwa ukoo yenu, kwa nchi yako, hakuna mtu mwingine amemuona Jehova, but you will see God. Utamuona. Nasema utamuona huyu Jehova. Anakutunuku upendo wake, utasababisha umuone. My God, utamuona. Umuone Jehova, umuone. Sio mbali, sio kwa mawingu, sio ishara, sio kwa anga. Macho yakaribie, yakaribie, umuone kwa ukaribu. Umuone kwa ukaribu, sio kwa anga, sio mawingu, sio nyota, sio jua, sio mwezi. Jehova, umuone. Nasema leo sauti na neno la Jehova umuone sasa, umuone. Kuna watu walifungwa anga yao, kuna watu walifungwa vipawa, lakini leo neno la Bwana linasema haleluya, walikufunga but now utamuona, but now utamuona. Walikuroga but now utamuona. Walikuendea but now utamuona. Walikuombea maombi mabaya but now utamuona. My God, waliomba, walifunga siku 40, wakaiba, wakakuibia, wakachukua baraka zako but now utamuona. My God, kuna watu walijua unaenda mbali, wakafunga maisha yako but now utamuona. Kuna watu walienda kwa milima wakaomba, wakafunga. My God, lakini sasa but now utamuona. Haleluya. Kuna watu watamuona Jehova. Kuna watu watamuona. Kuna watu wanatolea hiyo level ya kufungwa. Utamuona. Wamuone Mungu, wamuone Mungu. haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa wazee, Wow, kitu haijawahi sikika. ndio Pastor, sio kutumaniwa. hapana. Huyu si president wa Kenya, huyu si yule president wa Amerika. No. Huyu ni Mungu muumba wa mbingu na dunia. ndio Yule Mungu ambaye ni Mungu wako na Mungu wangu. Ati umuone. Pastor, Mungu ashuke hapa vile ninakuona umevaa. ndio Ati sasa uone Mungu, uone utukufu wake. wow. Hiyo ni level isiyo ya kawaida. Level kubwa. Hiyo ni kuinuliwa level ambayo si ya kawaida. Ni kweli. Na sio ati kwa sababu walikuwa wamefanya mambo makubwa. Ni upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu Pastor. Sio kwa sababu watu walikuwa wamefanya mambo makubwa. Hata hatujaambia jambo lolote. Hapana. Ni tu Mungu kuwapenda. Ni upendo tu. Ni Mungu tu aliamka na kusema, Mose, Aroni
Daudi, watoto wake na wazee 70. Ndio. Nimeomba siku ya leo uwekwe kwa hesabu ya Jehova. Uingizwe kwa hesabu ya kumuona Mungu. Uwekwe kwa hiyo hesabu siku ya leo. Wakamuona Jehova, wakamuona Mungu pastor. Hallelujah. Ati walifika kwa mlima wakaona chini ya miguu ya Mwenyezi Mungu kitu ambacho kinakaa kama johari. Yes. Kitu yani kina metameta. Ndio. Utukufu yani hata macho inashindwa. Unajua kuna kitu unawezaona hata ushindwe vocabulary. Ushindwe hata utasema nini. Yes. Kuna kitu Mungu anakufanyia. Unashindwa kusema exceeding, abundant haitoshi. Unasema supernatural ni kidogo. Extraordinary haitoshi. Yani unashindwa useme nini. Ndio. Waliona Mungu wakashindwa watasema nini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamuona Mungu wa Israeli. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeomba Mwenyezi Mungu atufikishe hicho kiwango kupitia huruma na upendo wake. Ndio. Ati sasa tumuone huyu Mungu. Hiyo level. Yani pastor yuko karibu na Mungu. Na unajua huyu Mungu mahali walikuwa karibu na yeye. Ndio. Ni ile kiwango ambacho akiongea unasikia. Na sio kulala wamelala. Hapana. Unajua kuna ile level tumezoea. Kuna level ati Mungu ndiposa kuongeleshe lazima ukuwe umelala. Ndio. Unaona ndoto ndio huyo. Unaona maono. Ndio. Na hata zingine hatuelewi. Ndio. Ujue inamaanisha nini. Lakini sasa ni Mungu yani ako tu hapa mahali tu yani hata harufu yake unamnusia. Unanusia harufu ya Mungu. Hapo. Ako hapo tu unamuona. Hapa. Akiongea unasikia hiyo sauti. Ndio. Hata akitulia huo uwepo umejaa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ati tu vile wamekaribia Mungu. Ndio. Wakaona umaridadi wa Mungu. Ndio. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha Mose, Aroni, Nadabu na Abihu wakamuona Mungu wa Israeli. Wakamuona. Chini ya miguu yake kulikuwa na kitu kama sakafu ya mawe. Chini ya miguu ya Mungu. Chini ya miguu. Kitu kama sakafu ya mawe. Unasikia wanasema ni kitu kama. Ile umaridadi iko hapo. Maneno hata maneno ya kutafuta unashindwa. Wanajaribu kukielezea. Sasa maneno haipatikani. Wanasema ni kama. Ni kitu kama. Yani ni kama sio hiyo. Sasa something like that. Sasa inaletwa kwa lugha ya binadamu. Kitu mwanadamu anaweza jaribu kuelewa. Hiyo kitu inakaa kama. Ndio. Ile kitu wameona. Nakwambia ile kitu Mungu atakuonyesha mwaka huu. Ndio. Ile kitu Mungu atafanya juu ya maisha yako. Yes. Utukufu unashuka juu ya maisha yako. Hallelujah. Baraka zinashuka juu ya maisha yako. Hizo baraka maneno hayatatosha. Ndio. Maneno hayatatosha pastor. Kuelezea. Hiyo baraka ni aina gani? Bila Mungu amefanya. Kabisa. Ile milango amefungua. Sema. Ile kibali umepata. Kuna mtu anakujanga nasema nimepata magari. Ndio. Nimepata mashamba. Nimepata baraka. Hataki kuelezea in details. Ndio. Anasema tu kwa sababu amepata. Iko kwa wingi. Ndio. Kwa hivyo hayo ndio mambo. Ndio. Watu watakuwa nashuhudia. Nimemwona Mungu. Ndio. Kwa mambo haya na haya na haya. Ndio. Si hata wewe uwe mmoja wao. Amina. Hii mwaka atende. Hii mwaka afungue njia. Ndio. Hata wewe uanze kudescribe yale mambo Mungu atatenda. Amina. Katika maisha yako. Na ni wewe Mungu ananena na wewe. Ndio. Na ni wewe Mungu anaongelesha leo. Ndio. Na ni wewe utashuhudia. Wewe tu unanitazama. Wewe unaniona hapo. Ndio. Wewe uko hapo kwa kazi. Ndio. Unasema customer wakuji. Ndio. Wewe tu ndio utaona Mungu. Ndio. Wewe uko hapo. Unauliza watu huwa anaolewa. Ndio. Ninasikianga tu. Wewe umuone Mungu. Ndio. Hata wewe ukiolewa. Ndio. Muone Mungu hata wewe. Amina. Ukiendesha gari. Usikie. Ndio. Bila watu wanasikia. Ndio. Wewe umuone Mungu. Ndio. Wewe Mr. Kamande. Naongea juu yako. Umuone Mungu. Ndio. Wewe uko hapo kwa studio. Huyo Mungu atembee katika maisha yako. Katika jamii yako. Katika kazi ya mikono yako. Umuone Mungu. Uone utukufu. Hii jambo haikuwa jambo la kawaida. Hapana. Hapana pastor. Ati waliona kitu kama sakafu. Ati ni kitu kama sakafu. Sasa wakashindwa wataielezea aje. Maneno yakatafutwa. Ndio. Ile lugha inakaribia ni sakafu. Lakini hiyo kitu haiwezieleweka. Ile utukufu macho yao imeona.
ile baraka macho yao imeona. Ndio. My God. My God. Hata hawawezi elezea. Hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani hata inashindikana hiyo kazi umepata. Ndio. Hiyo kazi itapewa jina gani? Ndio. Hilo gari umepata. Hey. Hiyo favor ni ya aina gani? Yeah. Hawa watoto vile wanapita. Ndio. Hiyo hekima ni ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile huyo mtumishi anatumika. Hey. Hiyo kutumika ni ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile mtu anajenga hizo nyumba. Hey. Hiyo speed ya kujenga ni ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati ni kitu kama sakafu. Ni kitu kama Sakafu. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kitu kama sakafu. Hallelujah. Oh yes. Wakamuona Mwenyezi Mungu wa Israeli. Ndio. Chini ya miguu yake kulikuwa na kitu kama sakafu ya mawe ya johari ya rangi ya samawati. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kikiwa safi kama mbingu angavu. Kikiwa safi. Safi. Yeah. Kama mbingu. Kama mbingu angavu. Pastor. Yeah. Yani Mungu anakusafisha. Yeah. Anasafisha maisha yako. Ndio. Unakuwa msafi. Yeah. Wacha vile watu wamekuchafulia jina. Wacha vile watu kwa plot umeharibiwa jina. Kwa kijiji wewe umeharibiwa jina. Kwa ofisi jina imechafuliwa. Umeharibika, hata ukitajwa tu hivi wanasema huyo ni mkora. Achana na huyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile Mungu anakuja kukusafisha. Unasafishwa. Hallelujah. Usafishwe. Jina yako inasafishwa. Ndio. Jina lako linasafishwa. Kabisa. Maisha yako yanasafishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unasafishwa. Ndio. Ndani yako na nje. Moyo wako unasafishwa. Ndio. Mawazo yanasafishwa. Kabisa. Mikono inasafishwa. Hallelujah. Kuna watu ambao anga yao ilichafuliwa. Walikuwa watu wa kuona ndoto. Ndio. Walikuwa watu wakilala. Yes. Wanatembelewa na malaika. Ndio. Lakini siku hizi wanakimbizwa na mapepo. Kuna watu waliingia wakachafua anga. Ndio. Kuna watu walienda wakashikana mikono wakasema tutafunga maisha yake. Anga ikachafuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unasikia sauti ya Mungu. Mungu alikuwa anakujulisha vile siku nyingine itakuwa. Lakini siku ya leo kuna watu walifunga anga. Anga ikachafuliwa. Ulikuwa unaona utukufu wa Mungu. Lakini siku ya leo unaona mapepo ya kukukimbiza. Unaona majini yakikuhangaisha. Lakini nakwambia my brother, my sister, Jehova anasafisha. Kuna Mungu anakusafishia. Hiyo nyumba imetupiwa roho ya kunguni, roho ya mende, roho za konokono, roho ya umaskini. Kuna watu, kuna roho zilitumwa kwao kwa nyumba yake. Kunguni zimejaa. Kunguni zinamsumbua. Lakini nakwambia kuna mende zinakusumbua. Lakini nakwambia kuna Mungu anasafisha. Hilo nyumba yako, hilo gari linasafishwa. Kuna malaika, kuna roho anasafisha. Inasafishwa. My God, inasafishwa. Kuna mtu anabebana kwa moyo wake, ako na hasira. Kuna mtu hatasamehe, hana msamaha. Lakini leo unasafishwa. Moyo wako unasafishwa. Nyumba inasafishwa. Roho inasafishwa. Hallelujah. Hiyo shule inasafishwa. Hallelujah. Wanasafishwa. Wamebebana na mambo. Mtu ako na chuki. Chuki haikai chuki. Lakini Bwana anasema anamsafisha. Anakuwa safi. Anakuwa mwangavu. Waliona kitu inakaa kama sakafu ya mawe iliyokuwa safi kama mbingu. Yani Mungu ule usafi yako nayo. Ngondo usafi anakujalia. Na hapo ni miguu tu. Haujapanda juu kidogo. Miguu wanajaribu kuielezea kwa mambo hayo yote. Pastor. Na ndio maana Mungu hakuna mtu ambaye amewahi kuona uso. Ndio. Kama miguu iko safi hivyo. Na Mungu husema ukiona uso yangu hata kutazama ni shida. Anasema imeangaa kama mbingu safi.
mbingu safi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hiyo ni miguu tu wameona. Miguu. Wameonyesha tu miguu. Hallelujah. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema hiyo ndio level Mungu anatupeleka. Ndio. Hiyo ndio level Mungu anatuingiza. Another level. Another level pastor. Another level. Another level my brother. Oh yes. Ya kutembea na Mungu. Ndio. Sio kuambiliwa mambo ya Mungu. Hapana. Ni sasa unatembea na Mungu. Hapa kwa hapa. Hapa kwa hapa. Ndio. Unasikia Mungu. Vile huwa anaongea. Unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Unajua Waisraeli, ndio hapo sijawasomea. Waisraeli Mungu aliambia Mose ya kwamba wajitakase, kwa sababu siku ya kesho nitajifunua kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mose walipojiandaa kuenda hapo mlimani, unajua nakwambia kuna level unatembea na Mungu. Mungu aliwaambia kesho ninaenda kujidhihirisha kwenu. Kesho. Na nitashuka kwa mlima Sinai. Kila mtu ajitakase. Kila mtu aliye na mavazi machafu yaondoe. Watu waoge. Moyo na nje. Wakuwe wasafi. Maana ninaenda kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo siku Mungu alishuka pasta. Neno la Mungu linasema katika huo mlima moto uliwaka. Moshi ukaonekana. Mtetemeko. Radi ilikuwa inapiga juu. Waisraeli kusikia walianguka chini. Mose anatembea kwa sababu anajua sauti ya Mungu. Kuna level ametembea na Mungu. Anajua vile Mungu huwa anaongea. Wakati wengine wanatetemeka, wengine wako chini kwa sakafu. Mose anatembea na Mungu. Anajua hivyo ndivyo Mungu huongea. Hivyo ndivyo Mungu hushuka. Hivyo ndivyo Mungu hukaa. Nasema kuna level tunapelekwa na Jehova. Kuna level ya kusikia sauti ya Mungu. Kuna level ya kutembea na Jehova. Wengine wakirudi nyuma, wewe Jehova unatembea na yeye. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yaani waliogopa. Walisikia radi wakasema hii nani noma. Wakasema hapana. Walisikia radi pastor. Walikuwa kwa ground. Walikuwa chini flat kwa mavumbi. Mose anatembea. Wakaambia Mose, kama Mungu anaongea hivi, kama ni hivi, kuanzia leo endanga huko, kile anakuambia kuja utuambie. Unakuja unatuambia. Kuja utuambie. Hii hatuwezani nayo. Hatujazoea hii. Hii ladi hii. Hatujazoea. Hii umeme hii. Hatujazoea. Hii gurumo hii. Hatujazoea. Hizi hatutafika pale. Lakini Mose alikuwa hiyo level. Anaendelea. Wako chini. Anajua hivyo ndivyo Mungu hukuja. Hivyo ndivyo Mungu huongea. Hivyo ndivyo Mungu hushuka. Hallelujah. Nimekuambia my brother. Nimekuambia siku ya leo. Mungu akuinue hiyo level. Wakati watu wengine wanashindwa, huyu Mungu ukaa aje? Wewe unaelewa huyu Mungu. Wakati watu wengine hawasikii sauti yake, wewe masikio yako yanasikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wengine wanamuogopa, wewe unamkaribia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wanasema hakuna Mungu, wewe uko mbele ukisema kuna Mungu aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mose alikuwa ameinuliwa pastor. Level. Wakati wengine wanatembeka, wakati kila mtu wako chini, hakuna kichwa imeinuliwa. Lakini Mose anajua hivi ndivyo Mungu anashuka. Hapo sasa. Hivi ndivyo Mungu anashuka. Ako karibu. Anatembea tu. Anakaribia Mungu. Anajua hivi ndivyo Mungu anashuka. Anaenda kwa moyo wake tu akiinua jina la Bwana. Lakini nyuma yake kila Mwisraeli yako chini. Hiyo story hawataki. Wanamwambia Moshe tafadhali. Wacha tusikizane kabisa. Tueleanwe. Kama ni hivi. Wacha sisi tukubali tu. Walikuwa na moyo wa kutaka kumuona. Lakini wakati walisikia vile anashuka na radi na gurumo na sijui nini, kama siku nyingine kuna ile imekonga. Kashindwa kama hii nyumba bado iko ama tumesink. Sasa kitu kama hiyo papa na haiishi haiishi. Kila mtu ako chini. Kila mtu, hakuna mtu anainua kichwa. Hata yule shujaa au wote 70 kila mtu chini wakasema Musa na Israeli wote kule nyuma, mamia ya maelfu, hakuna mtu wako juu. Lakini Mose anatembea. Anajua hivi ndivyo Mungu hukuja. Ako karibu sasa. Hivi ndivyo Mungu hukuja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu na atufikishe hizo level. Bwana Yesu asifiwe. Tukimalizia hapo kiwango ati waliona kitu ambayo ni safi. Kitu kama sakafu ya mawe ya johari ya rangi ya samawati,
ikiwa safi kama mbingu angavu. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeomba siku ya leo my brother, ndio ya kwamba huyu Mungu atufikishe level, akuingishe tu level. Oh yes. Level ambayo my sister, my brother, hautakuwa mtu wa nyuma tena. Wewe ndiye utakuwa wa mbele. Oh yes. Hautakuwa mtu ambaye unatumia ujumbe, wewe ndiye utakuwa ukipeana ujumbe. Hautakuwa mtu ambaye unadharauliwa, wewe ndiye utakuwa umebeba hizo baraka na utajiri. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Wakamuona Mungu. Wakamuona Mungu. Neno la Mungu linasema hivi. Yes. Mstari wa mwisho. Ndio. Na Mungu hakuwadhuru hao viongozi. Ndio. Wa watu wa Israeli. Yes. Mungu hakuwadhuru. Kwa sababu pastor, kuona Mungu, kuona Mungu si kawaida. Kuna level pastor, kuna level. Ndio. Ukisikia Waisraeli wameambiwa wasidhubutu kupanda, ndio, lakini hawa wanikaribia. Na kuona tu hiyo miguu ya Mungu, utukufu ulio chini yake. Ndio. Mungu hakuwadhuru. Ndio. Na la Mungu linasema walimuona Mungu wakakula na kukunywa. Wow. Walikula na kukunywa hapo karibu na Mungu. Hapo tu Mungu akiwaona. Yeah. Sasa ninakwambia my brother, my sister, ndio, Mungu atakufanyia jambo extraordinary. Kitu ambacho si cha kawaida. Ndio. Utamuona na utashiba. Utamuona na utabarikiwa. Ndio. Yani walimuona pastor na wakashiba na baraka. Kuona tu Mungu, lazima maisha ibadilike. Lazima. Kuona Mungu, maisha yako ikabadilika. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo Mungu wa mbinguni akutendee katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu na atende, apokee sifa zote. Amina. Amina. Yaani huwezi kutana na Mungu toke mikono tupu. Hawezi. Hawezi. Baraka ni tele. Baraka ni tele. Kila kitu wako naye. Kila kitu ni kupokea. Kupokea. Na kwenda na ushuhuda. Na Mungu na Mwenyezi Mungu hakuwadhuru. Kwa hivyo kama Mungu alikuwa amekukasirikia, hiyo hasira Mungu anaiondoa. Anakuondolea. Hata kama ulikuwa umekosea, kwa sababu hawa walikuwa ni watu. Watu kama mimi na wewe. Lakini kwa huo wakati upendo wa Mungu uliwafunika. Kabisa. Hakuna makosa hata shetani angeleta, hata mashtaka, hata nini pastor. Hakuna ubaya ulionekana. Hakuna. Ati na Mungu hakuwadhuru. Hakuwadhuru. Mungu akufunike na huo upendo. Oh yes. Hata shetani akikuja na mashtaka, hakuna kitu kibaya kitakudhuru. Hakuna. Hata adui akuje na mashtaka ya aina gani, upendo wa Mungu unafunika maisha yako. Unakufunika. Nimeomba Mungu atufunike na huo upendo. Kabisa. Maana neno la Mungu halitatoka kinywani mwake na limrudie bure. Kabisa. Lazima lifanye kulingana na kusudi lake. Lazima lifanye. Amina. Kwa hivyo kuna mtu amewekewa mitego. Lakini Mungu kwa upendo wake anamuondolea. Anamuondolea. Kuna mtu alikuwa na windo na mchawi. Lakini kwa upendo wa Mungu anakuondolea. Anamuondolea. Kuna mtu ambaye alikuwa patwa na mabaya. Lakini kwa upendo wa Mungu na kwa huruma zake anakuondolea tu. Kabisa. Maana yeye ni Mungu. Amina. Hallelujah. Asante. Hakuwadhuru. Hakuwadhuru. That means hiyo neno linamaanisha a lot. That hakuwadhuru. Kwa hivyo alikuwa adhuru. Lakini kwa upendo wake. Akaona tu upendo wa Mungu. Kafunika watu wake. Si hata ufunikwa na hiyo upendo. Amina. Wewe uko mgonjwa hospitali. Wewe uko kwa hiyo biashara yako. Uko kwa hapo kwa nyumba yako. Hiyo upendo wa Mungu uwe juu yako. Amen. Mambo yote mabaya akuondolee. Amen. Ukule na ukunywe na ubarikiwe. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Thank you. Asante mchungaji, nitaomba umalizie. Amina. Tawaombea toba na tumeshukuru Mungu. Asante. 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 Mtumishi wa Mungu, Reverend, umetuhubiria vizuri. Asante kwa hiyo ufunuo. Tunashukuru Mungu. Mungu akubariki, Mungu akutende mazuri katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu sana kwa wewe pia ambao umeandamana nasi, umefuatilia neno. Mungu akubariki sana, akutende mazuri ukiwa hapo kwa nyumba yako, kwa biashara, au unasafiri, uko hapa Kenya, uko kule ng'ambo, uko hapo kwa mtandao. Mungu wa uzima milele akubariki, akubariki na akutende mazuri. Na huyo Mungu ambaye alikuja kupitia kwa mtumishi wake Mose, huyo Mungu akuje kwa maisha yako, akuje kwa jamii yako, akuje mahali popote ulipo, na akutende mambo mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Uko hapo ungependa kuokoka, ungependa kuona huyu Mungu kama vile mtumishi wa Mungu aliongoza Waisraeli kumuona, naomba na wewe upeane maisha yako kwake, diposa utembee na yeye akusaidie katika safari, na Bwana atakubariki sana. Kwa hivyo rudia haya maneno nyuma yangu, naye Mungu atakuokoa
katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba siku ya leo unisamehe dhambi zote na makosa yote nimefanya mbele yako. Naomba siku ya leo ufute jina langu wa kitabu cha hukumu, uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kutoka siku ya leo nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante. Tukuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Asante kwa upendo wako, asante kwa neno lako, asante kwa jinsi umetumia mtumishi wako. Baba, uinuliwe na ubarikiwe Jehova. Hilo neno najua litakuwa ni mbegu umepanda katika mioyo ya watu wako, na hilo neno litapata mazao mazuri kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kuna wapendo wamekuamini, kuna wapendo wamenulia hiyo maneno, na Baba, kutoka leo utawaongoza katika wokovu, uwalinde na uwatende mambo mazuri. Na nena baraka juu yao, na nena kibali juu yao, na nena ushindi wa Mungu juu yao. Asante, uinuliwe, asante, ubarikiwe, na ni katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi tumeomba na kuamini. Amen. 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 Bwana wabariki, watende mazuri. Wewe ambao umeokoka, mahali unaishi, mahali unakaa, hapo karibu, hapo kando, hapo nyuma yako, hapo mbele yako, kuna kanisa iko hapo. Enda ujiunge nao, enda uendelee kutukuza Bwana, kumuinua Mungu, na Mungu naye atakusaidia kwa safari ya wokovu katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, kama uko karibu, tumekukaribisha hapa Jesus Winner Ministry, hapa headquarters Roysambu, Nairobi. Karibu sana sana sana, na Mungu wa uzima wa milele atakubariki na atakutenda mazuri. Kwa hivyo bila kupoteza muda, aweze kukaribisha ndugu yetu aweze kuendelea, naye Mungu atambariki sana. Karibu our brother. Naam, asante sana watumishi wake Mwenyezi Mungu. Kusema ukweli, utaweza kuona Mungu, neno ambalo limeweza kutubariki, neno ambalo wameweza kutulisha. Karibu sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na kama vile ambavyo nilikuwa nimekujuza ni kwamba baada ya mahubiri nitaweza kurejea ili kuweza kusoma jumbe ambazo utakuwa ushaziandika hapa hivi. Nasema asante sana, na tanguliza na zile jumbe ambazo ni za Mwangaza Television. Sherry Ndwati, asante, nimeweza kukupata mahali ambapo ulipo. Nicodemus Kimati, mtumishi wake Mwenyezi Mungu, pia naye mahali ambapo ulipo, God bless you abundantly. Without forgetting, kuna mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Shiro, asante, nimeweza kukupata. Unasema kwamba watumishi wake Mwenyezi Mungu wazidi kubarikiwa, wazidi kuinuliwa, kwa sababu wameweza kutuongoza na pia kuweza kutuhubiria. Tumeweza kulipata neno lake Mwenyezi Mungu hapa hivi, wakati ambapo jumbe zangu zinazidi kujikusanya hapa hivi. Nasema asante sana. Kumbuka kwamba tumekuwa live pale ndani ya Kiheo Television, tumekuwa live ndani ya Mwangaza Television, na kusema ukweli tumeweza kuona mkono wake Mwenyezi Mungu. Natanguliza tuna jumbe ambazo ziko hapa hivi, kwako ambaye umeweza kuzituma, tunasema asante, and may God's favor be upon you. Hapa hivi nikiangalia naona kwamba tuna mmoja ambaye anasema anaitwa Regina Mwangi. Asante sana Regina Mwangi, God bless you, asante. Mwingine anasema anaitwa Abidi Jao Abidi, asante. Binti Yusuf Mbogwa, mahali ambapo ulipo, asante. Honorable Tony Blazer, asante, unasema amen amen in Jesus mighty name. Honorable Tony Blazer, asante sana, ujumbe wako nimekupata, umeweza kuandika pale hivyo ndani ya Mwangaza, ndani ya Kiheo Television. Tukiangalia hapa hivi kwenye Mwangaza Television, naona kwamba tuna mtumishi wake Mwenyezi Mungu Nicodemus, asante. Monica Kendi, asante, unasema Bwana Yesu asifiwe, unasema kwamba bila shaka ni wakati wa kuweza kubarikiwa. Mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Eliza, asante, ujumbe wako nimeweza kupata, unasema kwamba uweze kuombewa nafasi ya kazi, asante sana. Mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Justus, thank you very much, unasema kwamba uweze kukumbukwa sana kwa minajili ya financial breakthrough, asante sana. Hapa hivi pia nikiangalia naona kwamba tuna mwingine anasema kwamba anaitwa Irina, ujumbe wako nishaupata vizuri kabisa. Tuna Purity Shiru, asante mahali ambapo ulipo, God bless you mami, asante. Blessed Favor mahali ulipo, asante sana. Mwingine hapa anasema haleluya, umeweza kuona mkono wake Mwenyezi Mungu. Shiru wa Jonah, asante, unasema let it be, asante. Steven Thiush, asante, unasema amen amen, receive blessings in Jesus mighty name, asante. Mwingine hapa anasema naitwa Joe Mosila, asante sana, unasema unazidi kubarikiwa sana. Mary Muihaki, thank you mahali ulipo. Regina Mwangi, asante. Haya, mwingine
mwingine anasema anaitwa Claire Wanjira, asante, tunasema umeweza kubarikiwa sana, utamuona Mungu. Teresia Wanjiku, asante. Nancy Munge, thank you. Lucy Njoroge, nimekupata. Joyce Ahonya, Rose Wanjiku, asante. Purity Shiro, thank you. Haya, pia tuna Benson Maronja, asante. Joe Mosila, asante. Moshoki Kathrina, unasema kwamba uko diaspora ya Kasarani, alafu nazidi kutazama vizuri kabisa. Nikimalizia hapa tuna Mine Nduta, unasema praise God, naomba mniombe Mungu aniponye kifua, niko na mahangaiko. Martha Gachoya, asante. Honorable Suzy Mhesha, thank you. Biti Yusufa, nimekupata. Mirara Nancy Njoki, thank you. Unasema may this word of today and these prayers work into my life forever in Jesus mighty name. Mandelina Gasheria, asante pia nawe uko hapa. Nansieka, asante. Geoffrey, thank you very much my senior, ukiwa upande wa Kasarani. Hirama Kihara pia nawe. Nikimalizia hapa unasema kwamba unapokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Geoffrey Kathiru, asante. Jumbe ni nyingi tu hapa hivi. Sergeant Saimo, asante. Unasema baba, naomba huruma zake Mwenyezi Mungu ziweze kunifikia. Felix Asembo, unasema kwamba uko eneo la JWM, huko ni katika kaunti ya Bungoma. Unasema kwamba unatupokea vizuri kabisa, watumishi wazidi kubarikiwa sana. Alafu pia hapa hivi usisahau Mungu kule mmekutania naye. Kama ulikutana kwa mlima Sinai, bila shaka usiweze kusahau mahali ambapo mlipatana na Mwenyezi Mungu. Mshiri wa Tiga Kodora, asante sana. Kimbo 64, thank you. Sako, unasema kwamba unatupata. Alafu hapo hivi ya mwisho ni Alija Gethua Monyoge, unasema kwamba uko eneo la Pundamilia. Ni jumbe tu ambazo zimeweza kufika nyingi tu hapa. Tumeweza kulishwa kiroho na watumishi wake Mwenyezi Mungu. Sina lingine tu ila kuweza kukuaga. Tumekuwa live pale kwenye Facebook, YouTube, Kiheo Television, Mwangaza Television, Mwangaza wa Neno FM, na bila shaka tunasema haya yote ni kwa minajili ya kuweza kulitukuza jina lake. Naitwa Francis Wairura. Tusali ndipo niweze kurejesha usukani kwa wale ambao ni wasimamizi upande wa kulia. Haya, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore, amen, amen, amen. Nakutakia mchana mtulivu. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia wikiriku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 079